Na leo wacha tuongee kuhusu issue ya vijana, kwa sababu kuna baadhi ya marafiki zangu hapa tumesoma na wao, tumecheza pamoja and pia tumeishi tumelelewa mahali moja, but kuna maswali zenye okay, tunaulizana tu. Sitasema ni nani mwenye aliuliza hii swali ama like isikuwe personal, but kuna kitu kimoja vijana tunacheza mess, kwa sababu we don't think about our tomorrow, we just think about our todays. Hatukai mahali tukafikiria kesho yetu itakuwa aje. Kwa sababu gani? The moment kijana akimaliza form 4 or even class 8, unafikiria like that's now the beginning of life. I want to illustrate this point. Nataka kuileta vizuri. Mtu ama kijana ama tuseme kijana tu anapomaliza kusoma, apate kazi, hata kama ni kazi ndogo, hata kama ni ya mjengo, hata kama ameajiriwa dukani ama ameajiriwa mahali popote pale, but anapata just small income. Unafikiria nani, your life now ends there. You are lying. Hapo ndo tunajisahau, kwa sababu hapo ndo unapata vijana wengi sana tunaangalia starehe. Tunaanza kukunywa pombe, tunaanza kuvuta bangi, tunavuta sigara, tunaanza kufanya mambo mengi tofauti ambayo yani like we don't think about tomorrow. Kwa sababu unapokunywa pombe, unajua pombe ina madhara. Unapovuta sigara, unajua sigara ina madhara. Unapovuta bangi iko na madhara. Unapofanya hizo vitu zingine, unafanya ngono holela hivi bila kujichunga, bila kuenda kupima, unafanya ngono tu, ujue kila kitu chenye unakifanya kiko na madhara ndani yake. It's either madhara mazuri ama madhara mabaya. In other words, it's either it has a good effects or bad effects. Juu hata kukula pia kuna bad effects and good effects. So tunapopata hizi pesa ndogo ndogo, umepata ka breakthrough somewhere, unajisahau. Instead hii pesa uanze kuisave, ujiwekee hapa na pale, because at the end of the day utaoa. Ukioa utakuwa na familia and things zitakuwa mingi sana on your side. So sisi vijana waka tunasahau tu, tunaingia kulewa, tunajifananisha na wazee. Wewe ni kijana umemaliza form 4, umeajiriwa tu, you are being paid maybe 15,000 per month. Unataka kushindana na mzee mwenye ameritaya kazi, amework for 60 years, anakula pension. Wewe unaenda kushindana na yeye kwa club, unaenda kushindana na yeye kwa mangwe. Mnaketi kwa mangwe, yeye akiagiza 20, wewe unaagiza 5. Akiagiza 10, unaagiza 15. Bro, you are wasting your time. Remember huyu mzee anakula pension. Remember huyu mzee ametafuta for 60 years. Wewe ndio unaanza life, alafu tayari wewe unajiweka kwa starehe. Sasa imefika sasa wakati wako, let's say after 5 years or 10 years umekuja umepata green pasture. Hii time ulikuwa unafanya mjengo, sasa hii umekuja umeajiriwa na kampuni. Unalipwa 60,000 ama let's say hata 50,000. Ugonjwa inaanza kukufuata sasa. Effects za bangi zinakuja. Madhara ya pombe yanakuja. Madhara ya ngono yanakuja. Umeanza kulipwa 30,000 lakini uko na ugonjwa wa cancer. Hiyo pesa itakupeleka wapi? Hata kama unalipa 100,000, it's okay. Umepata ugonjwa wa cancer. Umepata shida ya maini kwa sababu ya bangi. Umepata shida ya maini, mapafu kwa sababu ya pombe. Umeajiriwa vizuri, unapata pesa sahihi, now is the time to enjoy. Magonjwa yanaingia kati. Kwa sababu gani? Ulipomaliza form 4, ulivunja everything. Ulivunja, unataka kuvunja. Umepata kazi mzuri, life ndio inastahili kuanza sasa, uanze maisha yako vizuri, magonjwa yanakuja sasa. Tunakuzika at 30 years. Tunakuzika at 15, at maybe 32, 29 years. Kwa sababu gani? Pale ulipomaliza form 4 ama ulipoanza kupata pesa, vipesa tu kidogo, ukasahau your future. Ukaingia katika starehe. Tushapoteza everything. Nowadays vijana tunakufa at the age of 45 down. Kijana ukifika right now on our generation, mtu ukivuka 45 years, hapo Mungu ni mwema. You have succeeded in life. Kwa sababu gani?
tunajiingiza starehe nyingi sana. Miili yetu tumejaza chemical tukisema kwamba now we are men. No! Tunakosea. Tunakosea. Kabisa, tunakosea. We are making some mistake. Kabisa, tunakosea. Tengeneza kwanza maisha yako kwanza before uingie kwa hizi. Tuache kushindana na wazee. Unashindana na mzee ako 75 years bro anakula pension. Wewe unashindana naye leo hii. Wewe ndio unaanza kujitafuta. Wewe ndio unaanza kufanya kazi. Unaenda kushindana na yeye. Wachana naye, ashamaliza life yake. Pesa anakula hapo ni pension. Pesa anakula hapo anaenda kuuza plot yake yenye alinunua 30 years ago. Wewe huna hata kuku bro. Unaenda kushindana kulewa, unavuta mabangi, unafanya ABCD, nothing. Hizi vitu hazikusaidii. Tafuta pesa kwanza at the age of 60. Kalewe. Umefika 60 years, unakula pension. Enda kwa pombe, lala huko ukikesha. Watoto wamemaliza kusomesha, hauna stress. Ndio unaona wazee wanakesha baa. Mtu anaacha baa bill of 70,000. Mzee huyu, wewe kijana unaenda na wewe unashindana na yeye. Yeye alitafuta ameretire, wewe unaenda unashindana na yeye. Tunaelekea wapi tunaenda? Kwa hivyo tujiangalie sisi kama vijana. Tujiangalie. Tusifikirie tu maisha yanaishia tu leo. No, there's life after this. Yaani kwa akili yako tuweka kwamba kuna maisha baada ya leo. Kuna maisha hapo kesho. Enda na limit. Tafutie pesa, jiwekee pesa vizuri, life isonge poa, ngangana. That's nice. Lakini hizi starehe tunazifanya hizi, ndugu zangu, we are wasting our resources. Tunaharibu miili yetu, and pia lastly hakuna kitu tunafanya ya maana. Kwa sababu hata pombe ukikunywa haikusaidii. Yule mzee tunasema anapunguza stress. Nikiinua mgongo. Wewe kijana umemaliza form 4 juzi, pombe inakusaidia wapi? Inakuletea magonjwa. Sasa kitu tunasahau ni kuwa unafikiria tu leo, utalewa leo, kesho umamke na hangover, ulevi umekutoka, unafikiria tu maisha yanatoka hapo. Inaisha tu hapo. Lakini tomorrow mambo yako yameanza kuwa sawa. Umeajiriwa hata na serikali, ugonjwa unakusonga. Tunarudi mtaani, wewe aliajiriwa juzi, amerogwa na babake, amerogwa na nyanyake, amerogwa na mamake. No! Yote hakuwa na uwezo. Amebunda. Unataka kubunda ama ni kutesa? Mnaita hivyo, kutesa. Yote amekunywa pombe, amevuta mabangi. This time round amekaa 10 years ndio amepata kazi ya maana. Magonjwa yanakuja. Ugonjwa ukikuja hivi unakufagia. Kisha unakufagia that straight away. Umekaa na cancer for 10 years. Ukifika hiyo time unaenda. Ukienda tumerogwa na babu. Baba ni mchawi. Sasa babako wewe akusomesha mpaka kumaliza kusoma alafu haja kuroga. Hiyo inaingia kweli. Tujiangalie kama vijana, tabia ambazo tunaenda nazo si za kweli. Tuacheni starehe ndogo ndogo. Kama ni bibi hata kama ni watatu wakaa nao. Lakini starehe ndogo ndogo hizi tuziache. Hakuna mahali zitatupeleka. So we have to spare ourselves for the next day. Spare yourself for your future. Make sure that you are safe. Kabisa. I think tunapatana jamaa. Tupunguzeni hizi vitu bana. Kuchukua shule tuliambiwa nini? Kuna kila wakati wa jambo fulani. Hata sasa pia in life there's everything na wakati wake. Kwa hivyo ningependa tu kama vijana, utakapoona hii video, share, like, comment YouTube, lakini tufuate hili kitu. Tufuatilie hii kitu. Itatusaidia kesho.